Karibu kwenye channel yetu ya Unpopular Discussion, na leo tutakuwa tunaulizana maswali hapa na pale kujua. Unajua my co-host hapa ni teenager, na teenagers wana mambo mengi, na mimi kama mama yake siwezi kujua kila kitu. Kwani mimi jamani ni nani mpaka nijue anachowaza? Kwa ninachofanya ni maombi na kuweza kumpa mwongozo. Wewe umewahi kujiuliza kwamba teenager yule karibu naye anawaza nini, anafikiria nini? Umeshawahi kujiuliza? Umewahi kukaa ukamuuliza maswali mawili matatu? Kwa leo nitamuuliza Tumaini maswali 5 na atasema yeye anafikiria nini. Nawe vulnerable tu ili na wengine waweze kujifunza. Hi Tumaini, how are you? I'm fine. Okay, so now that wewe ni mwana kijiji, maana umemaliza shule, uko nyumbani, how do you feel? I think good. Yeah. Una miss shule? Yeah, maybe. Ya, nafikiri tunafundishwa kuwa present popote tunapokuwa. Unajua mimi natamani kurudi Msalato 5 na 6. Natamani kurudi Uingereza nisome nikiwa mjamzito kwa shida zile zile. So wherever you are planted, bloom there. As long as haujafa, enjoy, kwa sababu hiyo moment haitawahi irudi. Utatamani tu kurudi Heritage. Yeah, kuna siku baba alikuwa ananipeleka shule usiku, then he told me, "Oh, make sure you love this you love the environment." Unajua amna sema ambayo uta experience the same things, the same memories, the same friends, the same, yani kila kitu sawa, yani bora uifurahie tu. Sasa utafanyaje? Yani hata kama unaona ni magumu, lakini you just have to love it. Yeah, that's what I've learned in this life. Every season inakuja na mafunzo na mambo yake. Imagine mimi kuna season natamani hadi kurudi Vingunguti. Tulikuwa tunakula ice cream moja wanafunzi 100. Mimi unajua primary nimesoma Vingunguti. Yaani Kiembe Mbuzi, Amri si unapajua kule wanakochinja mbuzi. Mimi ndo nimesoma huko. Nilikuwa na panda gari kutoka Gongo la Mboto. Nikifika pale Vinguti naona watoto wengine wamerushwa na magari, wamegongwa, basi mimi naenda shule nimesikitika sana. But I still wish kurudi kwenye hayo mazingira. Kwa hiyo mimi nimejifunza kuwa present. I'm very big on gratitude and presence. I want to live now. Hata huu mwaka umekuwa a little bit bumpy to me, lakini kwa kweli nimeuona mkono wa Mungu kwa sababu nimejifunza kuwa present na kushukuru. Kwa hiyo shule ilikuwa salama. Now that you are here, so what are your plans here now, if you can share some? Okay. Nataka nijifunze kuhusu skills mbalimbali like graphics, designing. I've wanted that for a while now. And I want to learn how to drive. Utakuwa naendeshwa. Okay, I can't get a license, but yeah, nataka kujifunza jinsi ya kuendesha, but also I want to take a course if possible about public speaking. Okay. Yeah, it's sehemu ya hiyo mipango ambayo nataka kufanya. And I hope God atatusaidia kuweza accomplish hayo. I also want to help, kuna shule hapa ya secondary iko karibu na nyumbani kwetu. It's a walking distance because I can even see it from here. It's ilianzishwa mimi kipindi niko form 1, kwa hiyo tulianza na hiyo cohort ambayo tulianza wote sasa hivi, yani hii form 4 ambayo imegraduate mwaka ndo ya kwanza. So I want to help them, I don't know, in any way possible, by resources, by my ability, labda kwa uwezo wangu, labda njia yoyote. I want to help them. Nice. Yeah, those are a few of my plans. Nice. And Tumaini, how do you say no when others say yes? For example, kuna mdada anavaa suruali ya jeans imechano. Sijasema ni mbaya. Je, do you ask yourself why hizi suruali zimetoka wapi, au unaingia tu na wewe unavaa? How do you remain like grounded and say no to some things? Nimetolea mfano wa jeans, lakini kuna mambo mengine ambayo labda ni mabaya yanafanywa na teenagers na nini. How do you say no? It may be hard, yeah. Kuna kipindi unaona watu wengi wanafuata njia hiyo and you're like, why should I follow a different way? Lakini kuna vitu vingine
kabla hujaingia kichwa unatakiwa kujiuliza why and itakusaidiaje. So at times you have to apply the values ambazo umejifunza kutoka kwa wazazi nyumbani. At times hiyo haiwezi kuja moja kwa moja akilini, lakini kuna muda mwingine you have to also use. Personally mimi ni Mkristo, ni Msabato. Unatakiwa kutumia mafunzo ambayo umejifunza kanisani, umejifunza kwa wachungaji, yani different sources in terms of faith. Sasa hapo naongelea kuhusu imani. Kuna vitu imani yangu inani restrict kutokana na Biblia. Biblia imesema usifanye hivi. So if it's not from the Bible, it's not for me. That's how it's supposed to be. Na kuna vitu vingine generally wewe, yani mimi kama binadamu, just to me they're not of my interest. Kuna vitu naweza nikaa napenda, there's some things I love, some music I love, some I don't. It depends with my preference. But pale ambapo naona kitu hakiko sawa, I have to say no. Which music, speaking of music, unasikiliza nyimbo gani? I have, okay, the playlist I have, I love Adventist songs, like they're so calming. And mimi sipendi nyimbo ambazo zina a lot of, okay, noisy, something that's noisy. According to what I've studied in school, noise noise according to physics ni sound waves ambazo ziko irregular. So kitu ambacho unasikiza it irritates your ears. Mimi personally sipendi. And kuna nyimbo hata ambazo sio gospel. There's some songs I like. It depends on maudhui. Kuna maudhui mengine ambayo like about sex, yani kuna maudhui ambayo sio. But there are some songs that are not gospel. They inspire me. I like them. I listen to them. Yeah. Kwa hiyo nyimbo kama labda hizi za wasanii wa Bongo Flava ambazo wanaimba kuhusiana na mapenzi na nini, ni kwa sababu tu labda unaona values za nyumbani haziruhusu, au ni wewe mwenyewe tu kweli, yani hata ukiwa mbali na nyumbani huwezi kusikiliza? Yani mimi nauliza tu, is it from you kama ulivyosema, au ni kwa sababu ni values za nyumbani? Kuhusu nyimbo hizi za wasanii, mpenzi sogea bila wewe, yani hivyo, ambao sio mke wake lakini anamuimbia msichana tu mdogo, huyu dem nikimpata sijui nini, aishi kwangu sijui nini hivyo. Well, unazisikiliza ukiwa mbali na nyumbani, ni values za nyumbani, au ni wewe mwenyewe yani unaona kama haujisikii? Well, songs ambazo they make me feel uncomfortable listening to, no. Yani sincerely speaking. Kwa hiyo kama hizo nyimbo zenye maudhui ya hivi, I cannot listen to. Yeah, personally, by preference tuseme. Japo kuna restrictions ambazo hata kutokea nyumbani nimepewa, but kuachana na hizo, kuna nyimbo kama hizo ambazo umetaja, I cannot listen to. Maana unajua mara nyingi hata nikikukuta ghafla nikachukua earphone yako, unasikia gospel, nasema mbona mimi hata alikuwa hajui kama nitakuja hapa. Hasa nasema, maana kuna mtu mwingine nilimwambia mtoto wangu anapenda kusikiliza gospel, nilikuwa tu tunashare, akasema ukiwa haupo huyo atasikiliza za sukari. So nafikiri wazazi wajue tu kwamba teenagers sio watu wazima, na sio angels. Wana changamoto zao, wanapitia changamoto. Juzi nilikuwa namsikia mtu anasema puberty ni puberty. Yani ukifikia kubale kwa mfano kwa wanaume au mwanamke kuvunja ungo, yani hiyo issue inaenda na wewe maisha yote, inakuchanganya tu. Kuna hizo oxytocin, kuna nini. Kwa hiyo wewe huwezi kuwa kama malaika. Kwa hiyo hamna teenager, kama ambavyo hamna innocent toddler, hamna innocent teenager. Mnapitia changamoto nyingi, nyie sio malaika. Lakini inawezekana teenager ukawa na values
ambazo hakuna mtu anazicompromise. Yani huwezi kulazimishwa kusikiliza wimbo ambao wewe mwenyewe binafsi haupendi eti kwa sababu dunia inausikiliza. Nafikiri kila mtu ana maamuzi yake hapa duniani, na haimaanishi kwamba kila teenager lazima apende wimbo wa msanii fulani. Sidhani kama kuna mahali pameandikwa hivyo. Na kwa mfano mimi mwenyewe huwezi kunikuta nasikiliza hizo nyimbo, yani kabisa nakuwa irritated sana. Nyimbo hizi ambazo kama ulivyosema kuna gospel nzuri. Kwa mfano Ben Paul ana nyimbo ambazo sio gospel lakini nyimbo nzuri kabisa. Kuna wasanii kibao ambao hawaimbi gospel lakini wana nyimbo ambazo they are soothing. Na kuna wasanii pia wa gospel ambao mimi siwasikilizi kwa sababu nyimbo ina midundo. Mimi kwa kweli midundo inaniumiza moyo. Swali la mwisho. Sipendi kuulizaga haya maswali kwa sababu you guys are still young. Japo tunayaongelea mahusiano ila tuongelee sana ndoa. Ukiwa unaolewa, unataka siku moja okay, sio wewe unayeolewa. Unapenda harusi ambayo inafanyika kwenye mto ikiwa very calm, au unataka harusi ambayo iko kwenye nyumba ambayo iko proof, yani sauti imezibwa afu ina midundo mikubwa? Kwa kifupi ni midundo, ni calmness kwenye harusi. Najua hutaki ni kuongelesha ya mambo ya kuolewa. Yani mtu mwingine akiwa ana ndoa, unapenda calmness au unapenda midundo? Calmness is best. Okay. Outdoor, indoor? Hapo ni pagumu. Well, kama Kenya, I think I'd prefer outdoor to indoor, but either way is fine. Kwenye mto hivi baharini? Yeah. Okay, sasa mto baharini. Si karibu na bahari. Okay. Kuna rafiki yangu alifanya. Kuna rafiki yangu alifanya harusi yake, anaitwa Esther, baharini hivi, ilipendeza sana. Okay. Nimekuelewa. Haya. Okay, you are 16 my dear. Mimi unajua nawaombea watoto wangu mpaka ndoa zao, mpaka na vitukuu sasa hivi. So we might not talk about marriage per se, but it's something to anticipate. You are not here for marriage, you are not living for marriage, but it will happen. So we pray for it, we pray for your kids, we pray for your grandchildren. Amen. Unaweza ukacomment hapo chini ukatuambia wewe kama ni teenager vitu gani unapenda kwenye haya maswali ambayo nimemuuliza Tumaini. Maswali yote haya unaweza ukatuandikia kitu gani ambacho unapenda. Lakini kama wewe ni mzazi mlezi pia unaweza ukatushauri kitu ambacho unahisi hatujakiongelea au hatukijui. Tushauri hapo kwenye comment below. Engage, share na sisi, share na wengine, like. Hadi wakati mwingine. Bye. Bye.